Mwencho muligeri bono nainde tigankwirane ya sentunde ya kabiri tunariko sangamo naye anasumuru bweli seri teka tokuligeri ya mange karutobere tokumulekera lya ganda tokana chinsemo itukulira bono na boigona nyoro mogena se studio oitoko chiko sangamo nere eliko nyara kumulekera na gukwana anene okunrigwa ase chinka torre okonchise gichegenga torre okunrigwa okwokobereko kolekana ko wasabana ko wasabasubati okunrigwa kobereko kolekana egentokoroka gender based violence GBV gebono yaberu muchando manene anene asense yeito ya kenyamundi tukulira nimbo atomogani igona ndo mogani yoga ego togochiko tumeka omuntu bwego Swahili ko bwatekana buna noro akonyara gosanga buya igobono moncho muligeri tukulira tikotoa nyara kubwatera naso bwamo anaso gutumia omuntu bwego Swahili bunenchire yamo yo kunyara gwikira alitokani tikokwana ngase litsukolo kwa hivyo na ukaribisha katika awamu ya pili tuweze kuangazia masuala ambayo yanauzisha mambo na gender based violence GBV ambayo mara kwa mara tumeweza kusikia yameweza kuleta madhara mbalimbali katika jamii kwa kijumla na vile vile katika nchi yetu ya Kenya, hasa katika kaunti yetu ya Kisii. Tutakuwa tunamulika na kuangazia kwa kina udadisi wake. Hali hii imeweza kuchangia vipi kudorora kwa maadili katika jamii, hasa nikiwa na mgeni wangu kwa siku ya leo. Bila shaka nakaribisha moja kwa moja, labda kwa mtazamaji unaweza kutambulisha unaitwa nani ili tuweze kuangazia masuala ya siku ya leo. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa mchungaji Thomas Ngochi Odingo na shiriki na kanisa dhehebu la Anglikana hapa mji wa Kisii hapo kando ofisi ya governor. Hakika ndugu yangu vile amesema tumekuja kuongea kuhusu gender based violence. Kwa Kiswahili tunaweza sema ni unyanyasaji ama jinsi yote ya vita dhidi ya wale wanaonekana wakiwa chini katika jamii ama familia. Na labda kwa undani tuanze kufafanua zaidi. Unyanyasaji huu tunaozungumzia ni hupi? Hasa kwa lugha ya Kimombo, gender based violence ni nini? Gender based violence kwa Kimombo tunaweza sema kwamba ni ile unyanyasaji kwa kutoa mfano ni kama vile saa zingine wa ndugu wanaangalia wadada kwa njia ya chini kwa njia yote ambao wanaona hawako katika kiwango zao. Saa zingine pia wanaume kule shuleni wanaangalia watoto wasichana ni kama jinsia ya hawafai ama wanawaweka katika viwango vidogo. Waoni kama wanalingana ama wanatoshana kwa njia yote. So hiyo ndio tunaeleza kwa jina kwa njia ya kizungu kwamba ni gender based violence. Kunyanyasa, yani watu wananyanyasa. Ndio swala ambao tuangalia kwa kina. Na je, ni akina nani hawa mara kwa mara ambao tunasema kwamba wamenyanyaswa zaidi? Kwa muda mrefu wale wamenyanyaswa zaidi wamekuwa ni wakina mama, watoto wa kike, wale walemavu, wale ambao wanaonekana wako na upungufu ya njia yoyote, wamenyanyaswa katika vijiji vyetu na katika mji wetu na nyumbani mwetu. Na je, nini hiki ambacho kinachangia zaidi ili watu kama hawa kuweza kunyanyaswa katika familia na jamii? Kwa jumla wengi wao ni kulingana na historia za familia yetu, vile tulivyolelewa na wazazi wetu. Kwa hivyo saa zingine inaonekana kama ni ufuasi wa ukoo ama kwa kizungu inaita cultural background. Kuna vile wakina mama walikuwa wamechukuliwa ama wasichana walikuwa wamechukuliwa na hata wanapofanya kazi fulani walikuwa wanaona kwamba hizi ni kazi za wanawake, ni kazi za chini, na hizi ni kazi za wanaume, ni kazi za juu. So ni katika viwango, katika jamii vile zilikuwa zimechukuliwa. Na unajua katika jamii kuna kila ambacho tunasema ni culture, ambayo kwa kweli tukisema kwamba kitamaduni hatuwezi toa. Kwa mfano katika jamii ya Kisii tunasema kwamba kuna zile kazi zinajulikana vyema zaidi, mwanaume anafaa kufanya kitu fulani, mwanamke kuna role anafaa kufanya. So tunasema kwamba iweje kwamba mwanamke hajaruhusiwa kufanya kitu fulani? Tunasema kwamba ni unyanyasaji kweli. Hiyo ni unyanyasaji kabisa, kwa sababu katika maumbile ya wanadamu sote tuko na nguvu zetu na bidii zetu, na kuna viwango ambao tunaweza toka sawa wanaume kwa wanawake. So saa zingine unaweza mkataza mtoto msichana asifanye jambo fulani, ukafanya ati kijana ndiye anaweza fanya, na unaweza pata kwamba huyo mtoto msichana akijaribu kufanya anafanya vizuri zaidi na kwa makini hata saa zingine kushinda kijana. So tunapomnyanyasa na kumkataza hizi fanya hii,
anarudi anapungua. Hapa mji wa Kisii ilikuwa mingi zamani, lakini kwa wakati huu kama ujenzi wa manyumba, fundi wengi wanapenda watu wanawake, watu wa mkono, kwa sababu wanasema wana complaint. Wakiingia kwa ujenzi, akiingia kufanya kazi anafanya vizuri, baadaye ya kupigia kelele, ile pesa umempa ndio anapokea. Lakini unajua kitambo iko inaruhusiwa, ingekuwa ni nadra sana kupata mwanamke katika ujenzi wa nyumba. Hakika ilikuwa ni zamani, ilikuwa ni vigumu, lakini kwa sababu ya changamoto za maisha wakati huu wanawake na wanaume wanang'ang'ana vilivyo. So tunaona kama viwango vinaendelea kupanda, na ni sehemu tu chache tu ndio wanaume wako na madharau. Hasa tukirudi upande wa siasa, wanawake wale wanaingia siasa zingine, vijana na wazee wanaochukua kama hao ni wanawake wakora, wanawake wanaweza kuwa kahaba, ama wanaweza kuwaita malaya, lakini tunapata kwamba wakifanya kazi wengine vizuri, wanatoa mwelekeo mzuri zaidi mpaka wanapendeza. So wasipofinywa sana, wanakuwa na nafasi nzuri. Yes. Kwa mfano nchi ya Tanzania tunaye Samia Suluhu ambaye ni mwanamke katika nchi ya Tanzania. Hakika Suluhu amejaribu sana tangu Magufuli aage dunia. Suluhu alipochukua uongozi alianza kuungana na watu wengine, na akavuta upande na upande, zake zikaonekana hadharani. Labda kuna aina tofauti za watu kunyanyaswa. Asa umesema tuko na watoto, tuko na wanawake, tuko na yatima, tuko na wafanyikazi. Hao wote pia wamenyanyaswa kwa kiasi. Hata katika hali ya nyumba, saa zingine mama ambaye anakuwa kama ni kiongozi wa pili wa nyumba, kama amepatia mzee ruhusa kuendesha boma, unapata anapatia mfanyikazi kazi zaidi, anampatia hata nafasi ya kupumzika. Na saa zingine pia watoto mayatima ambayo tunaishi nao katika familia zetu, na pia sisi tuko na watoto wetu katika hiyo familia, unapata kwamba mtoto ule yatima anapatiwa kazi nyingi zaidi, na wale wako ambao umezaa unawaacha saa zingine wafanye kazi. Sasa inakuwa kama the violence dhidi ya watoto. So tunasema wakati huu tuchukue watoto wetu kwa usawa, wawe ni vijana ama wawe ni wasichana, tuwachukue wote kwa usawa, ili siwe kwamba tuko na bias, kwa kizungu wanasema bias in katika familia. Tuwe na usawa. Hakuna usawa. Hakuna usawa kwa kuchukua watoto saa zingine kwa familia zingine. So ni wakati mzuri wa kuomba watu katika jamii waangalie njia ambao wanaweza kuweka usawa katika kushughulikia kila mtu katika jamii. Haya yote yameweza kuonekana, tumeyaona kwa kina katika familia tofauti. Kama kanisa, ni hatua zipi ambazo mmechukua kuhakikisha kwamba haya mnang'ang'ana na kupigana naye? Hakika kama kanisa na imani yetu, kama mimi kama Mkristo, madhehebu mengine pia kuna vile wanafundisha. Sisi kama Wakristo katika kitabu cha Waefeso 6 wanaambia wazazi wapendeni watoto wengi, na watoto pia wanaambia watii wazazi. So tunakuwa na ile balance, wazazi wapende watoto na watoto watii wazazi. So watoto wakitii wazazi watafuata maadili yale wanaopatiwa na wazazi, ambayo yanaweza leta manufaa katika maisha yao ya leo na kesho. Tena katika kanisa hatuna ubaguzi. Hatuna ubaguzi, hizi viti za kina nani hizi. Kanisa kama letu la Anglikana linaruhusu mpaka wanawake kuwa katika uongozi wa kanisa. Wanaweza kuwa wachungaji, wanaweza kuwa walimu wa kanisa. Na sisi zote tuko pamoja. Na hasa zaidi saa hizi wakati wa karne hii tuliko 21, nambari ya wale wanawake walio kanisani ni wengi kushinda wazee. Ni wengi sana. Hata inakuwa vigumu. Kanisa za 80% ama 90% kabisa ni wanawake. So unapata ni wanawake wako wengi na watoto. Wazee wako wachache sana. So tunasema kwamba katika kanisa hatuwezi fanya ubaguzi kwa njia yote. Watu wa Mungu tunasema mbele ya Mungu watu wote wako sawa. Na sisi zote ni viumbe wa Mungu. Kulingana na ile jinsia Mungu alikupa wewe mwenyewe. Ingawaje saizi hata tuko na gender ya 3 ambayo inaitwa transgender. Ni maumbile ya Mungu. Hata wao inafaa tusiwaangalie kwa njia nyingine ya ubaya. Kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kumtengeneza mtu akuja katika ile hali. So inatufaa tuwapokee pia hao katika karne hii na kuona ni kama wanadamu
wanaweza fanya kazi fulani maishani mwao na pia wako na nafasi ya kuishi vizuri pamoja nasi. Unajua kama kanisa mnasema kwamba mnapatia fursa watu kwa viongozi. Kuna mtu ambaye amenyanyaswa pale nyumbani. Ni mama, labda ni mjane, ana uwezo. Kanisa ni vipi mnaingilia kati kuhakikisha kwamba mnasaidia huyu mama? Tunafanya juhudi mbalimbali. Ya kwanza, ukipata mtu amenyanyaswa, tunakuwa na nafasi saa zingine ya kwenda kuelezana katika familia, na tunaongea katika unyonge sana, ili wanaowanyanyasa wengine tunawaambia mambo yanaweza badilika. Leo ni hao unanyanyasa, kesho pengine ni wewe. Ya pili, pia kuna sheria ambayo inachunga kila mmoja wetu. Bila kujali jinsia, ama bila kujali umri, ama bila kujali umbile wake. So inafaa tuwatunze kila wanadamu kwa njia inafaa. So kanisa inajaribu sana kuhubiri na kusema kwamba sisi zote tuko sawa Mungu. Kama ni mambo ya maumbile, ni Mungu anachagua. Kuna yule binadamu aliyechagua anataka kuwa mwanamume ama mwanamke. So ukiwa na hiyo na nafasi, uko na fursa yako ya kufanyia Mungu vizuri unapokuwa ulimwenguni, ili watu wakaona utukufu wa Mungu katika hiyo uwepo ambao umepatia. Unajua kama kanisa sisi wa Kristo tuna imani yetu kabisa. Mtu anapotenda jambo fulani, tunasema kwamba usihukumu huyo mtu. Labda kitendo kimefanyika pale nyumbani. Najua tukijukulia jambo hilo kikristo, labda yule mtu sheria itachukua mkondo unaofaa. Nyinyi kama kanisa mnafanyaje kuhakikisha kwamba sheria ambayo imetungwa na nchi yetu ya Kenya inafanya kazi? Kwa sababu kama Wakristo tusihukumu. Tukihukumu tutahukumiwa. Ni kweli. Je, mnafanyaje kama kanisa? Kama kanisa, Mathayo 18 inaongea kuhusu Mkristo aliyeanguka. So tunaelezwa katika Biblia kwamba kama ndugu ameanguka, twende tukamweleze moja kwa moja. Tuseme ni wewe umenikosea. Kwa mfano, sijakukosea lakini mfano. Hiyo ni mfano. Mfano mbaya lakini sawa. So kama umenikosea ama mimi nimekukosea, wacha nimekukosea. Nikikukosea, wanasema katika Biblia, unakuja kunieleza kuhusu makosa niliyokukosea. Nikisikia ni sawa, nisiposikia unahimizwa kwamba ulete ndugu mwingine muje na yeye. Akikosa kuwasikiza mkiwa wawili, muje na watu watatu. Akikataa kuwasikiza mkiwa watatu, Biblia inasema mumuache kama mtu asiyeamini, kama mtu sio Mkristo kabisa. Sasa mnapomwacha kama mtu sio Mkristo, hatua ya sheria inaweza chukua. Ukipenda kumshtaki unaweza mshtaki, lakini kwa kanisa tupendi watu wanastakiana, kwa sababu Biblia pia inatufundisha nyinyi wa Kristo mnafaa kuwa na mahakama zenyu ndogo kwanza, small courts, ambazo kwa kizungu tunasema mnakuwa na fellowship, ili mnaelezana na mkamaliziana kabla mjaenda kotini. Biblia pia inasema kwamba ukishikwa na polisi, inakuhitaji umalizane naye kabla hujafika kotini. Kwa sababu ukiwa na makosa ukienda naye kotini, anaweza kupeleka kwa hakimu, na hakimu akipata na makosa atakufunga ili kifungo ameamua. So katika Biblia tunajaribu kubalance vitu mapema na kupunguza cases ambazo zinafaa kwenda kotini, kwa sababu saa zingine umenikosea na yeye ni ndugu yangu ama shangazi yangu. Sasa nitakupelekaje kotini? Kutoka huko itakuwaje? Sasa kwa mfano, unajua tukisema kwamba uweze mpeleka kotini, huyu ni mwanaume ambaye amenajisi mtoto wako, ni ndugu yako amenajisi mtoto wako, mna uhusiano wa kifamilia, damu ni nzito kuliko maji kwa kweli. So utasema kwa sababu ni Mkristo uweze mchukulia hatua? Kulingana na Agano la Kale la Biblia, hizo ni vitu ambazo zilikuwa zinasikizwa katika jamii. Na ukiangalia tu katika Kumbukumbu la Torati, linasema wale walifanya makosa kama haya wakati ule walikuwa wanauliwa. Lakini sheria yetu wakati huu hairuhusu watu kuua. Ni kweli. So watu kama hao walikuwa na tengwa, wanawekwa kando sana na jamii, kwa sababu haifai umjajisi mtoto wako, mtoto wa dada yako, wale walio katika huko karibu, haufai kulala nao. Na hata zaidi, kama kanisa tunajaribu kufundisha, unajua Mungu ametumba. Kuna biashara moja hapa ya zamani sana, umalaya. Mbona
unajinsi mtoto wako ama mtoto wa ndugu wako wa nyumba, na kuna wale malaya wako nje, wako katika biashara na wanahitaji huduma za mtu kama huyu, mbona usiendee wale ambao wako tayari na watu, na tena ni watu wazima. Unajua wanataka pesa, huyu hataki pesa. Ni sawa. Sasa huyu unamharibia maisha yake kwa sababu umemkusukuma kwa ile jambo hakuwa tayari kufanya, na unamlazimu pia kwa ile kitu hapo anafanya. Na ya tatu, pengine nia yake na maisha yake ya kesho unaanza kumharibia mapema, anaingia kwa zile vitendo ambayo angefaa. Wewe ulio na tamaa pengine ni za pepo ama ni za shetani, mbona usijisukume nje? Mahali kuna wale pia wako na pepo na shetani wanakusubiri, na wako katika biashara. Na hata wakati huu kwa wale wanafanya hiyo biashara, wengi wanalia biashara yao ni pesa haipatikani mzuri. Kwa hivyo hata gharama ya hizo entertainment sio ya juu, ile inaweza fanya mtu akasema ati hawezi fika kule kama ni kula kwa lazima. So kabla hujakuwa na hiyo tamaa ya kipepo, afadhali ujaribu njia ya nje. Hiyo ndio sisi tunaomba kama kanisa, kwa sababu hata wale wanafanya hiyo biashara yao haifanyi faragani, wanaifanya kwa maficho, na ambapo mtu akifanya mambo yake kwa maficho mpaka siku ile pengine sisi tunaaminia wokovu, siku ile watapata kuokoka, wanaweza wache. Ama pengine wakipatana na hao wanafanya nao shirati, waelewane, waoane, ule wache biashara na huyu aje wa biashara, waoane, wakae, itakuwa ni sawa. So pengine hiyo ndio njia walipangiwa, wakutane huko, waje wakamalizia kama familia. Pia sisi tunasema ni sawa. Anirudi kwa swali langu. Je, ndugu yako unaweza mpelekea hatua kama ametenda kitendo cha unyama? Kwa sababu ni Mkristo, umesema kwamba Wakristo mnaongea na watu, uweze mchukulia ndugu yako hatua labda kumshtaki. Iweje hata kama mnapendana? Je, tuambie asa amefanya kitendo cha unyama, kumnajisi kama mtoto wako, kufanya kitu ambacho hakifai, asa katika kumnyanyasa mtu binafsi, sababu ni mtoto fulani. Sio unaweza mchukulia hatua kama ya kumnajisi mtoto. Hii inafaa ipelekwe tu kwa koti, hata kama ni ndugu yako, kwa sababu ndio nimekupatia hiyo example nyingine. Ukisukumwa sana na hisia, mbona usiende kwa malaya? Hapa hakuna kosa kulingana na mimi. Hapa hakuna kosa kulingana na mimi, kwa sababu ni ya biashara. Sasa mbona umuguze mtoto ambaye tunaweza sema bado hajajua hayo mambo, ukamharibu ya maisha yake, pengine hata ukamharibu sehemu za siri ambayo itamgharimu gharama ya utibabu, itamchukua muda mrefu kabla hajapona, itampatia ile tunasema tocha ya fikira, ambao kwa muda mrefu akikuona hataki kuona tena. Lakini itakuwa inaonekanaje kwamba yule ni bishop? Unajua ndugu yake ako kotini, amefungwa maisha kwa sababu bishop alimpeleka kufungwa gerezani. Unaona picha yako itakuwaje hata katika kanisani, ndugu yako ako gerezani kifungo cha maisha, kisha na maana wewe mwenyewe ulichukua hatua na kumpelekea hatua yeye kufungwa. Unajua Biblia pia inafundisha mambo mengi, na nyingine inafundisha kwa siri sana. Wacha nikupatie mfano mmoja. Kuna sehemu ya Biblia inasema mwizi anakuja kukupiga, kukuumiza na kukuua. In other words, inasemaje? Mwizi akikuja inafaa ujikinge. Akibeba silaha ya kukua, afadhali umuue kabla hajakuua. Lakini Biblia imalizi umuue, unanielewa? Watu jamaa anakuja kukua. So ukimuua utakuwa umeua uko unatarajia. So kuna kosa, the thief comes to steal, destroy and kill. That's the word. So if somebody is coming to kill and destroy you, why should you wait him to come and kill you and destroy you? You should destroy that person before he reaches you. Because ako na bad intention. It's just like the same way. Ni sawa mimi ni mchungaji ama mimi ni askofu, huyu amemdhuru mtoto wangu, lakini Biblia inasema kwamba usilipishe mabaya kwa mabaya. Acha nikupe mfano mwingine. Sasa amemnajisi mtoto wako, amempa ugonjwa, unanielewa? Ni ugonjwa ambao hauna kinga, hauna matibabu kwa wakati huu, itamchukua mwaka na mwaka. Unanielewa? Bado ni muache tu, huyu atakuwa na ile mental torture. Utakuwa unalaumiwa na mtoto wa kwanza, akiendelea kuwa kama baba ungemchukulia nani hatua, ingekuwa fadhali, ingebalance na shida yangu. Au kumchukulia hatua
mimi saizi nina meza tembe, mimi saizi siwezi pata aliyeweza kunioa kwa sababu niko na ugonjwa, nitakuwa ni mogopo katika jamii. But ni kwa sababu ya huyo ndugu yangu. So unamchukulia tu. Ndio tulikuwa tunasema afadhali mtu achukue line nyingine. Ingawa inaonekana mbaya. But usherati ama umalaya ndio one of the oldest trade in the Bible. Oldest trade in the Bible. Hakuna trade ambayo imekuwa mzee kushinda hiyo. Shikilia hapo, tutarudi katika muda usio mrefu tuweze kuendelea zaidi. Munjumu ligiribono nkiranturase ke kirebusiyo gotokuligereria mangana gender based violence GBV anene encherare turumu chando tuchikuligiribono mbarabya bakundumono ne amangana ya turite okundregwa ne banegenka okundrugo kwengenche tuchikuligereria anase county ya Kisiekanisa erenki ya kolire asokunyara kwane kimunango kolera mangana arengete gender based violence abitogo sangari tukuliara awunkola ngana no bwate ni kurasa nsemo ye kanisa igotoska genda gotengera Ndizi TV obwanso bwomugusi. Ndizi TV obwanso bwomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiyogo chengera emeyega yao enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vimero bio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochiko kuligere choka nduto gokoereza buno rwarete wata tebina yiga buna botini korara gabu ngoigundo bobe igabu gento gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akurire to konyoro murwiro oyo atakire gokorwa massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'enyagitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo naboku batarira ase ensemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Munchumulikira ndebono otwirenda sentunde yakabya kireto gukwana mange na kumulekera mangana alengete gender based violence bono nabokonyara gutuma ujumbe yawo wetera se namba erega kwa screen yo munchumulikira kubwata kubulya konde wensi korojo okuunireligwa tunasema kwamba kunyanyazwa senchira ya bene igo nabokonyara gusangamo na inche nikiwa na mgeni katika siku ya leo ambayo tunazungumzia kwa kina hasa mambo ya kunyanyaswa katika maeneo mbalimbali ikiwemo jamii. Kuna wengi ambao wametendewa unyama, kumekuwa haya likatendeka moja baada ya nyingine likafanyika. So ni masuala ambayo tunaweza kuangazia siku ya leo nikiwa na mgeni wangu ambaye katika upande wa Kristo anaeleza kwamba nini hasa kinafanya kufanywa ili tuweze kupunguza visa kama hivi ambavyo vinatendeka hasa katika familia. Umepata mama kanyanyazwa, mtoto yatima, hata baba. Labda nikuulize, tunasema kwamba kina baba pia wanapitia changamoto kama hili. Hakika kina baba pia wanapitia changamoto sawa sawa na mama, ingawaje wako kwa nambari yao sio juu. And then wale ambao wananyanyaswa katika jamii wanaogopa pia kutangaza. Lakini tunasema ni nafasi nzuri, wanaweza kuja nje na kujitambulisha na pia hao wakasaidiwa ili tukapunguza hizi mambo za jinsia kunyanyaswa. So wengi wakina baba wanaona kuwa ni aibu. Pengine mama na kunyanyasa nyumbani na haizi sema baba nje ni mkali sana, lakini kwa nyumba hata wale unaona ni askari polisi anaingia mlangoni na mama anamwambia toa hizo viatu mzito na kofia huko nje. Hapa kwangu sio station. Sasa anasema na huko kwa station yeye ni boss. Sasa akifika kwa nyumba kuna boss mwingine ambaye anamtolea amri. So ndio unaona hata pengine askari wengine wanajua kwa sababu ya mambo kama hayo. Huko nje yako juu na akija kwa familia amekaliwa. So ndugu wengine pia wanasema pengine amekaliwa chapati. Kuna wale wanaamini uganga na kawaida na kadhalika. But sisi tunaomba kwamba katika familia Biblia inasema mume ni kichwa wa nyumba. But hata akiwa ni kichwa wa nyumba kuna takikana kuwa na mafikiano katika mazungumzo, maelezo na jinsi watu wanaishi. Sasa vingine kweli mama hakujua kwa sababu ako focused kwa mambo ya maendeleo na kwa mambo ya jamii. Utampatia tu nafasi
na wewe pia utamsaidia. Kuna ndugu wengi waweze fanya mpangilio, lakini mama anafanya mpangilio. So ndugu analeta pesa, mama anafanya. Kuna wale ndugu wanajua mambo ya nyumba juu kupanga chochote, but mama atafanya. So hiyo area unamwachia. Na kuna mama pia wako na pesa mingi kushinda ndugu, wanasema baba nani, chukua hii pesa wewe ndio utengeneze nyumba, chukua hii pesa wewe ndio ununue shamba, chukua hii pesa wewe ndio ulipe karo. So kila mtu anaangalia mahali yako na nguvu na mwingine ako na uelekevu. Sasa tuna balance katika jamii, nafaa tuna balance badala ya kuangalia kwamba mwenzio wako chini unamwangalia kwa madharau. So katika kanisa tunajaribu kujifunza kubalance roles zetu ili kila mtu anakuwa na furaha na waone changamoto. Na je, nini hasa kinachangia zaidi kunyanyaswa katika familia? Zile zinachangia kunyanyaswa katika familia ya kwanza, pengine ni madharau. Unaangalia mwenzako katika njia ya chini. Ama saa zingine unamwangalia masomo yake hailingani na yako, lakini mko mmepatana. Ya tatu pengine kama wale watoto waliozaliwa na ulemavu, unamwangalia kwa madharau kwamba hata ukimwacha hizi fanya chochote. So hizo ni vitu zinachangia katika familia saa zingine. Pia kuna ile desturi na mila za jamii mbalimbali kama Wakisii. Walikuwa na mila yao ambapo mila yao ilikuwa ni mzee na lazima apatiwe heshima. Mama ni mama na hako chini. Na hata kwa muda mrefu mji wa Kisii ungepata mzee anatembea na mama sambamba mke wake. Utapata aidha mama hako mbele, mzee hako nyuma, ama mzee hako mbele, mama anakuja baadaye. Ili watembee pamoja. Imekuwa ni kazi ngumu hata kama wameoana wakiwa marafiki, lakini wakati wale vijana wanao wakati katika hali ya mapendo na mapenzi ambao wanayo, inaonekana iko tofauti kidogo na wale walikuwa nyuma. So unaona wengine siku hizi wanajaribu kuweka ile usawa, ama tunasema wana balance. Wanaweza tembea na wake zao pamoja, wanaenda kanisani, wanaenda sherehe mbalimbali wakiwa pamoja, sio kama kwa mbeleni. Na tumeona kwamba visa mbalimbali watu kutaka kujitoa uhai kwa sababu ya kudhulumiwa kwa njia moja au nyingine. Kama kanisa, nyinyi mnasaidia vipi kuhakikisha kwamba kuna watu mnazuia watu kujitoa uhai kwa sababu ya dhuluma mbalimbali? Hakika Biblia inasema kwamba anayejifunga kwenye kamba ama kwenye miti hana maisha hata ya baadaye. So kucommit suicide ni kwenda motoni direct. So badala ya kucommit suicide, toka katika ile ndoa. Ama toka katika ile familia. Kuna maofisi mingi ambazo zinaweza kukusaidia. Kama wewe ni mtoto, kuna ofisi za watoto. Unaweza staki wazazi kama wanakudhulumu na watakuelewa. Kama wanaona hawezi ishi na wewe, kuna sehemu za kusaidia watoto. Hata hapa Kisii tuko nazo karibu 3. Haya, kama wewe ni mama, kumbuka ulitoka kwenyu. Wazazi wako, ndugu zako, dada zako bado wanakuhitaji, wanakupenda. So hakuna haja ya kujinyonga. Kujinyonga sio suluhu ya tabu za maisha. Kanisani huwa tunaongea na wale wako na shida mbalimbali, tunawapatia nguvu, tunawapatia njia. Hata katika ndoa kukiwa na vita sana, tunasema saa zingine mtu akae kando kwa kando. So tunaruhusu ile inaitwa separation, but kanisa iruhusu divorce kama mlifunga ndoa. So kanisa inaruhusu separation. You can separate. But no divorce. Kama iko hostility, you can separate. But kwa muda, unajua huyu akikaa kando, huyu akae kando, kila mmoja anaweza ona mahali alikuwa na upungufu. Baadaye wanaweza sema, kweli nimeona sehemu nilikukosea, unisamee. Tunaweza rudi tukaishi. Saa zingine watoto pia wanavuta wazazi pamoja. Mzazi unaona mama amechukua watoto ameenda nao. Mzee pia anatamani watoto wake alikuwa amewapenda, anasema pana, siwezi kaa peke yangu huku. Ama kwanza maisha mpya na mke mpya na watoto wangu wamekuwa kubwa. Afadhali ule mama kuja. Sasa unapata wazazi pengine watoto wanawapatanisha. So changamoto za kindoa hazifai kufika kwenye kifo. Biblia inasema katika Zaburi 90, Mungu amempa kila mtu mwaka 70. Na inasema pale katika Zaburi, ukiishi maisha mzuri ambayo changamoto umepunguza, unaweza ishi miaka 80.
Na ukiendelea kuishi mzuri zaidi na unamwabudu Mungu wako na kumsifu, unaweza hizi 90. So 90 hiyo ni bahati. So ile umri umepatiwa kuishi ni 70. Mbona ujitoe maisha hujafika 70? Why? Na hata ukifika 70, sasa ndio natakana uishi ile maisha ya shukurani, kwa sababu unakula bonus. Unapokula bonus, wajukuu pengine ulibarikiwa wako. Kanisani wewe unachukuliwa kama mzee ama mama mkubwa, unatoa mwelekeo katika kijiji vile vile. Nyinyi ndio sasa mnakuwa kama washauri. Kwa kizungu tunaita advisors. So hakuna namna ama suluhu kwa kujitoa uhai. Hakuna faida tu. Biblia imekataa. Ukijitoa uhai ni moto. Na je, katika kanisa mambo haya ya dhuluma yanapotokea mara kwa mara, umesema kwamba mnazungumza, kuna wale ambao hawaji kanisani, mnawafikia vipi? Unajua inakubidi katika desturi zetu kama kanisa tuna ile tunaita pastoria. Mnafikia wale watu walio na shida, hata watoto walio na shida, mnaenda huko kama kanisa. Unajua watu wengi wanakosa, Hosea 6 inasema watu wangu wanakufa kwa kukosa kufahamu. Hawana maarifa. Hawana kufahamu. So ni ile information haijapatikana kwa either one party ama kwa party zote, na wanaona mbele hakuna njia. So inabidi tunawafikia. Tukiwafikia wengine wanapata. Kwa hivyo mnawafikia vipi? Kwa pastoria tunawafikia kwa maombi. Kwa wale wako na upungufu wa vitu, mara moja ama nyingine tunawapelekea vitu. So unajua saa zingine mtu anasema ni mgonjwa, na wewe unasema ni mchungaji, unasema twende tumuombe, na pengine ugonjwa wake sio maombi. Ugonjwa wake labda ni chakula. Upungufu. Pengine hata ni dawa Panadol. Ukimpa Panadol hivi amepona. Pengine ako na shida za karo. Mtoto alifukuzwa shule. Mawazo tu. Sasa ukienda kuongea naye anapata nguvu tena, anasema wacha leo nipeleke kitu soko. Kwa sababu ulipata nafasi ya kuongea naye, amekuwa na uhai, umempatia matibabu ya kifikira. Na hiyo pia inatosha zaidi. Sio wakati wote pengine unaweza kupatia kila mtu mali ya mikono. Na katika utafiti wenu hasa kama kanisa, ni kina nani au umeona ambao wamedhulumiwa zaidi hasa katika upande wa kunyanyazwa? Watoto wasichana wamedhulumiwa zaidi. Wamama pia wamedhulumiwa vile vile. Nambari kidogo ya vijana wamedhulumiwa katika familia zingine. Wale tunayoishi nao kama mayatima pia wamedhulumiwa katika familia zingine. Wazee ni wachache sana wamedhulumiwa. Because wazee wengi wakidhulumiwa na ndugu zao wafahamu, wanatoa protection na wanatoa onyo kwa mama, ukimfanyia ndugu yetu hii utaenda. Mama wanaogopa. So wengi ni wasichana na wamama wamedhulumiwa. Na katika kaunti ya Kisii, hizi dhuluma unaona nini hasa kimechangia zaidi kuongezeka? Dhuluma Kisii imeongezeka kwa sababu ya ulevi. Pombe iko karibu kila mahali. Kisii, pombe ya kienyeji. Ya baa pia iko, na hizi pia zinauzwa katika hizi off licenses ndogo ndogo, ambao bei yao pia siku hizi sio juu sana. Iko karibu kila mahali. Na wanawake kwa wanaume watu wanakunywa. So ulevi Kisii sio jambo la ajabu. So hiyo inaongeza dhuluma katika jamii. So Ukristo umeenda chini. Hata wale wanaitwa Wakristo wengine pia unapata katika hiyo janga ya kunywa. Sasa unashindwa Mkristo ni nani na mtu wa dunia ni nani? So tunaomba wale wanaingia katika huduma ya Ukristo waongezeke Kisii, ili wahubiri ukweli, wasihubiri maji na wanakunywa pombe. Wahubiri maji na wanywe hiyo maji. Hapo kutakuwa na mabadiliko. Hiyo ndio tunaonelea. Actually drugs ikipungua mji wa Kisii ama Kisii nzima, kutakuwa na tofauti kubwa. Crimes hizi zingine zilienda chini. Kama mji wa town wa Kisii, mwaka wa around 2000 hapo, kulikuwa crime juu sana. But walikuwa na vikundi ambao walimaliza crime. Na hizo vikundi zimesaidia hata kushinda polisi. Kwa sababu wanakuja wanakupa onyo, wanakuambia wewe unafanya hii, unaiba hapa. Tukikupata next time usipogeuka, shauri yako. Na wanakuja kweli kuchukulia hatua. So imepunguza crime mpaka Kisii town imekuwa mahali mtu anaweza tembea hata wakati late
ukijua hakuna mtu atakuguza. Kwa hivyo baadhi ya vitu ambazo zimechangia zaidi mambo ya dhuluma katika kaunti ya Kisii pamoja wao ni ulevi, matumizi ya dawa za kulevya saa. Na nini hasa katika kanisa kama umeona hiki kimechangia sana. Na baadhi ya vitu ambazo zimechangia kama kanisa ni hatua zipi ambazo umechukua kuhakikisha kwamba mnapunguza madhara kama hayo? Unajua changamoto iliyoko kama ulevi wa Kisii, kuna wale wanauza pombe ambao ziko na barua. So hakuna vile utaenda kwa off license ya mtu ukasema funga. Ama ukasema hii biashara ni biashara haramu. Sasa wamechanganya. Kuna wale wa kienyeji na zile za kienyeji pia wale wanatusaidia katika vijiji wameshindwa kuzimaliza. Sasa imekuwa ni changamoto. So bado na wale wanakuja kanisani kuhubiriwa mambo ili waokoke waache pombe, sio nambari kubwa. Sasa hapo ndio imekuwa changamoto. And then nambari ya watu walioko katika vijiji na town imeenda juu. Watu ni wengi. Balancing imekuwa ngumu. Unajua kama kuna nafasi za kazi kwa wengine hawawezi enda kwa hiyo pombe ya chini. Kuna pombe kama bia Tusker. Hata ule anaikunywa Tusker, anaweza ikunywa na kesho anaenda kazi akiwa fresh. Pastor, unajua Tusker? Najua Tusker. Pastor anajua Tusker. So kabla tujaingia katika huduma tulipita huko. Na wakati ule Tusker haikuwa bei kali. Kwa hivyo uliwahi kunywa Tusker wakati mmoja? Niliwahi kunywa Tusker na nilikuwa na experience ya Tusker. Ilikuwa mzuri na ni tamu. Sio tamu kwa mdomo, lakini ukiendelea kunywa unafikiria ni tamu. Unajua haja walevi wengi ni kunywa ulevi wao. Kwa hivyo ni utamu upi ulipo katika Tusker? Tusker haina utamu. Ile nilikuwa nataka kueleza kuhusu Tusker ni kwamba kiwango chake cha kulewesha watu sio juu. So hata ule anayetumia kesho anaweza enda kazini akiwa fresh. Ule anayekunywa spirit changa. Kwanza unajaribu kupigia nini upato? Unasikia vile? Pombe ambazo zimepatiwa license siku hizi kuna zile ziko na percentage ya juu. Ni kweli. Huwa ninaenda kwa mashule kufundisha about drug abuse. Na tunafundisha pia kanisani. So mimi mwenyewe nikienda kufundisha huwa naenda na samples za machupa. So mwanafunzi anapata nafasi ya kusoma chupa imeandikwa nini. So alcohol content. Unajua pombe haina ni dawa na ina dosage. Au uambii kunywa kijiko moja. Unaona? Hapo ndio iko tofauti kubwa. So ndio inafaa masharti iko ni moja, under 18 wasikunywe. Hiyo tu ndio masharti. Hiyo ndio masharti iko katika chupa. So na tena wanasema kama sigara, uvutaji sigara inaweza kudhuru maisha. So hizo conditions ni conditions ambazo hawaja kufunulia sehemu hiyo nyingine. Ni kweli. So katika mafunzo yangu kwa wanafunzi huwa nawaambia waangalie hizo chupa zote. Kuna hata kanisa langu tunakunywa sakramenti inaitwa altar wine. Altar wine iko na content ya 18%. Na hiyo bado ni juu. So ukikunywa hiyo sotolewa pastor. Tunachukua kama ni tot. Okay. Ni ile ya kuinua spiritual nini yako. Unafika kwa damu ya Yesu. Okay, madhehebu yengine wanatumia rebina, zingine pia zinatumia matunda tofauti. Ni kweli. But Biblia inaongea kuhusu Jesus prepared wine. But wine is not water. Wine is alcohol. So alcohol content ndio inamata kwa hizi nini zote. So hakuna ile kikundi inapigia upato, but ile tunajaribu kujifunza ni kwamba ni vizuri kumwelekeza mtu ukitembea naye. Unajua ukiambia mwanafunzi pombe ni mbaya na anaona watu wanakunywa. Hata juaje ni mbaya namna gani. So ni vizuri kumweleza hii pombe ya kwanza iko na content hii. Na hii content ndio sumu iko ndani yake. So hii iko na content ya chini, iko na juu, iko na hii. Ya pili, kitu kama pombe ilikuwa ni ya watu matajiri, haikuwa ya kila mtu. Ni kweli. Wale kuna sehemu za Afrika, South Africa, North Africa, kuna sehemu ambao wanakunywa pombe za kienyeji kama weekend wakishamaliza kazi. Actually advertisement za mbele za pombe zilikuwa nasema baada ya kazi.
ndio ukunywe, na tena wanasema 1 or 2 for the road. Na ukikunywa kama hiyo place na taska ya 2 bottles, you can still walk home. But ukikunywa hii spirit ambayo imebeba 40%, hii chupa yake hata ikiwa ni ya quarter ama ikiwa ni size gani, unakwisha. And then kibiolojia, ukifika nyumbani unaanza vita. Of course, unajua ina trigger ile nini yako ya kukufanya unajua pombe, bangi na mengine. Ni kweli. Watu wanakunywa wakisema nikivuta bangi nitakuwa na nguvu. Nikikunywa pombe nitaenda nikiwa strong. Sasa hata kama uko strong, sasa unataka kutembea ni kama uko strong, ni kama uko na nguvu, na kumbe umekwisha. Ni kweli. So ni vitu ambao watu wanafaa kuchukua kwa kustarehe, kujifurahisha. Wazee walikuwa nakunywa kwa sababu ya kazi mingi, ili usiku apate nafasi ya kulala. So akienda nyumbani kwa sababu alikuwa amechoka mchana, alale vizuri, kisha akiamka atakuwa sawa. Labda katika masuala haya yanayozingatia na kuhusiana mambo na watu kudhurumiwa kwa njia moja au nyingine, kwa jumla, mna mpangilio hipi kuhakikisha kwamba watu wanapata ufahamu jinsi ya kusaidika kama kanisa? Hakika sheria iko. Ya pili pia kama kanisa, kwa sababu Biblia inatufundisha sote tuko na usawa. Na katika usawa wetu kuna wale wako na usawa ya juu kwa talanta. Unanielewa? Na pengine unaweza mzuia mtu kwa ile laini yako nao mzuri. For example, kwa muda mrefu sana wazazi zamani walikuwa wanasema mtoto anayepiga gitaa, anayefanya nini, huyu atakuwa mkora. But wakati wale wanaopiga gitaa, wanaopiga piano, wanaopiga tarumbeta ni wako na pesa. Kweli. Kwa hivyo imekuwa kama ni biashara, talanta. So ina depend na fikira ya mtu kwamba mimi nimeenda hii kitu kwa makazi. Na ukienda kama kazi unarudi na kitu. Ukienda kama ni kitu ya kwenda kwa raha, unaenda unapotelea. Na kuna pia wale wanaifanya na wanamshukuru Mungu, wanamsifu na wanapata mapato mazuri. So ni line ile mtu anachukua. Na ukijikinga na kujichunga, bado utafanya tu. Na tuko na vijana ambao kwa kweli wameanza kujihusisha katika madawa ya kulevya. Kama kanisa, je, kuna hatua ambazo mmeweka kuhakikisha kwamba vijana hawa wanaepukana na hayo? Unajua sisi kama kanisa, ile kazi kubwa tunafanya ni kuongea nao. But shida ile ingine ambayo iko utaongea na hawa, lakini soko haijafungwa. Okay? So wale wachache watafika kwako, watasikia hiyo kitu ni mbaya. But wale wengi, kwa sababu ukiangalia kama sasa tuseme population ya mji wa Kisii is about 1.8 million. 1.2 ni vijana. 600,000 ndio wazee. Unaelewa? Watu wazima sasa. So 1.2 kuwafikia inakuwa ni ngumu. Ya kwanza, zile radio station TV ambao wanawatch tofauti na zile wazee wanawatch. So kuwapata na zile TV na radio station ambao wanawatch na kusikiza, haiongei ubaya wa hizo. Tunaelewana? Ni kweli. And then hao vijana pia ni wachache wanaokuja kanisani. Unaona? Sasa tunafikia wachache sana. So kama zile stations zingine zingekuwa na control kutoka kwa wakurugenzi wa mambo za media, ndio pengine tunaweza kuwa na nafuu. And then saizi kuna simu pia ambazo ziko so open. Na kila mwanafunzi unapata hako na, so unaona zile vitu wana chat na wall, zile applications wanazo, ni ngumu kuzizuia. So kanisa inafanya kidogo kufikia wachache. Wengi wanaweza fikiwa through this media system. Na youth wenyewe wanafaa kuwa involved more. So inafaa wapatie youth nafasi za kuangalia vile wanaweza kurekebisha maisha yao. Kwa sababu hizo walls, hizo channels, hizo radios, wengi wao wako pale. Na wamependa kukopi. Na kwa shule unajua copying is one of the ways of learning. So whether you are copying the wrong one or the right one. Yes. Labda tukiendelea kufika mwisho, labda useme jambo moja, kwa sababu mara kwa mara tumesikia kuna mambo ambayo si salama hasa katika familia mbalimbali, kudhulumiwa katika familia. Jambo lako la mwisho ni lipi hasa mambo ya kudhulumiwa katika familia? Ya kwanza, tuchukuane tukiwa na usawa katika familia. Kama wewe ni mzazi, chukua roli yako ya uzazi ya kuongoza wengine katika familia, katika maadili. The stories
zile nzuri za kidini, desturi nzuri za kijamii. Na ya pili, tukuwe na nafasi ya kukopi wale viongozi wako na nini mazuri. Na wako wengi sana. Ya tatu, tuwe na nafasi ya kupatia kila mtu nafasi ya kujieleza. Badala ya kuwafinya mtu yote, unapatia kila mtu nafasi ya kujieleza na kumsikiza. Na kama anahitaji usaidizi wako kama mzazi ama kama msaidizi, utamsaidia. Mahali ya uwezi, unamueleza. Unajua hata mtoto anaweza elewa, mama yangu hawezi niletea mandizi kutoka sokoni kwa sababu pesa ni kidogo. But siku ile mama anapata, analeta. So katika jamii ni kuongea tu. Kuongea itasaidia mambo. Itasaidia sana. Yes. Nashukuru sana kwa muda wako. Na labda wakati mwingine tutapatana tuzungumze mengi zaidi, hasa maswala yanayo ambatana na unyanyasaji katika familia na hata sehemu mbalimbali. Nashukuru sana. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuchukua muda wako ambao tumeweza kuzungumzia maswala ambayo yanahusiana na mambo ya kunyanyaswa katika nyumba zetu. Kwa kina tutakuwa nafahamu hayo wiki ijayo, na kwa zaidi tutakuwa tunaangazia hayo. Wono mwanchu muligeri bono wikira bwekero na kore no mageni na siri tukulia lero nimetubona kwa bere kwa wesemia kwa nyarro kwa nyara mange na kuigwa mange ekero to kwa negro yukundrigwa na boigo sukunyara ochandwa anene aschinka abana ne bana baiseke ne bana bantaba na kuikaba gaka au bono to renchira bago chandwe ekero to asangire kurwa sensemo ye kanisa okubuli kwa bono kuligirira nkorokyoko anasamangana yukundrigwa yonto sangana ndikende aiga ime Ndizi TV obwansu bo mugusimbia mono aso kusanga mona intwe wikiraga buno to kuiko mweli asomoro beli beli serite nyoro nchikora kaisano na ibere chia bono bwaso no chikonyora mangana majya asenchira yo wenge kirito kusanga naye nabo iko nabali kwaito mbagende to kwaliganiria kurwa asensemende ya studio wekenga kende litirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha twara watengerio ya Ndizi TV. Bye bye.